nini unafanya hivi? Kama ambavyo tumeweza kushuhudia ni kwamba Jordan tayari ameshakwisha kupiga kweli kama alivyoelekezwa, apige mpaka ichanganyikiwe. Vai anarudi nyumbani, lakini wakati yote anaendelea, Manyanya akapata taarifa. Alipataje taarifa hizo? Kajuaje? Pia ni kuibia tu siri ni kwamba Vai anakwenda kupata mimba Jordan. Kitu cha msingi ni kwamba usiondoke. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia na imani kwamba kuna watu wameweza kushangazwa. Hawakuamini kama Vai angewaza hivi au hata pengine Jordan asingefanya hivyo, kwa sababu tunajua kabisa Manyanya ni mshikaji wake wa karibu sana na rafiki yake wa nguvu. Lakini haya yote tutajua kwa nini alifanya hivyo. Lakini kwa upande wako una kipi cha kusema kuhusu hili? Naomba uweze kutujuza hapo kwenye comment, lakini kabla hujatoa maoni hakikisha unabonyeza neno subscribe ili kupata maendelezo mapema kabisa. Na kama unatamani episode hii mpya tuweze kuiwaisha, tuweze kuposti mapema kabisa, tafadhali bonyeza neno subscribe, alafu kisha sehemu ya maoni hapo tujuze, tuambie kama unatamani hii episode tuweze kuiposti mapema kabisa ili watu waweze kutazama na kupata burudani, kwa sababu sasa hivi mambo yanakwenda kuchangamka kabisa, ambapo kuna pande hizo mbili kwamba sasa Vai anakwenda kupata mimba Jordan. Lakini wakati nikijiandaa kukuletea episode mpya, nikaomba kidogo tuweze kuzungumza vitu vichache zaidi, hasa labda tuweze kuanzia na tukio hili la Vai. Kumbuka hapa na kujuza kile ambacho kinakuja wakati huo tukijiandaa kuletea episode mpya. Kumbuka hii ni sehemu ambayo huwa tunazungumzia kuhusiana na tamthilia hii ya Dunia, ambapo hapa tunazungumzia kutokana na kule kukosa nafasi kubwa ya movie, kule ni sehemu ya kazi. Kwa hivyo hapa ni sehemu ambayo tunazungumza, na ndio maana lengo kubwa ni kuweza kutafuta maoni, muweze kutujuza ni kitu gani ambacho nyinyi mnakipendekeza, sisi tuweze kukiweka humu ambacho kitaweza kupendezesha movie hii iweze kuwa nzuri, kwa sababu kule comments zinakuwa nyingi, hata ukizipitia unakuta ni vigumu sana, kwa sababu comments zenyewe zilizopo unakuta labda mimi nimekuwa wa kwanza, nipeni like, hatupati yale maoni husika, maoni ya watu ambao wanataja haswa yale maoni ambayo yangetujenga sisi kuweza kuleta kitu ambacho ni bora. Ndio maana tunakuja hapa kuweza kufahamisha, uweze kutujuza pia kipi ambacho kwa wewe unakiona ni vizuri zaidi. Sasa tuanzie hapa. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini wakati huo ni kuambie tu kwamba tunakwenda kuanza. Tukianzia na tukio la Vai na Jordan, ni kwamba kama ulivyoona tayari imeshakwisha kutokea, japokuwa wengi hatukuamini, hasa watazamaji wengi maoni yao mengi walikuwa wanasema Vai hatofanya hivyo, lakini ndio imeshakwisha kutokea. Lakini tumeweza kuona kwamba wakati anamaliza ameweza kujilaumu, ameweza kupiga kelele, ishara ambao ilionyesha wazi kwamba kitendo kile anajilaumu. Lakini sasa anajilaumu kwa nani? Kwa nini? Anajilaumu kwa sababu kuna kitu kimeweza kutokea. Acha tu ile issue, lakini kuna kitu cha kitofauti ambacho kimeweza kujitokeza. Kitu ambacho hicho utakwenda kukifahamu wakati ambao nitakujuza. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha tu unabonyeza neno subscribe. Lakini wakati huo tukianzia hapo katika pointi ambapo ameweza kumaliza. Kumbuka Jordan ameweza kumwambia kwamba wakati anaenda kuchukua chakula inabidi waweze kwenda naye, hivyo maana yake amsindikize. Kwa hivyo kama ulivyoona hakuna swala lingine hapo, washamalizana, hakuna swala. Kama ulivyosikia Jordan ni mtu ambaye ni mtu wa kumaliza. Sasa ni wakati ambao ukimwona Vai anarejea pale nyumbani, kitu cha kwanza anafika pale kachelewa pale na hakulala nyumbani, kitu ambacho Manyanya kagundua tu huyu kuna sehemu atakuwa ameenda, labda ameenda kwa mwanaume, kwa sababu ni kitu ambacho kijaribu ukitazama kiuhalisia kutokana na issue ambayo inaendelea lazima aweze kwenda kwa mwanaume. Sasa ndio maana Manyanya ni mtu ambaye mwenye akili sana, na ndio maana aliamua kumtega, kwa sababu ana ujasiri sana. Akamwambia kwamba kwa nini umeamua kufanya hivyo? Huenda alisema kwa kumaanisha kwamba kwa nini ameamua kwenda kulala nje au hajatoa taarifa, lakini kutokana na Vai ni mtu ambaye mwenye uoga mwingi sana, uoga mwingi kwa jinsi ambavyo aliweza kujutia na kitu amechokifanya amekifanya kwa rafiki yake, basi huenda anajua labda taarifa moja kwa moja zimefika, na ndio maana akaweza kushangaa sana vile, kitu ambacho kinampelekea pia Manyanya aweze kuchunguza na kuweza kukagua, kufanya baadhi ya investigation ambazo zitamsaidia aweze kutambua yote, ukweli wote, kutokana na jinsi ambavyo atakwenda kumbana na kumuuliza maswali magumu ambayo yatasababisha Vai aseme kwamba nimeamua kufanya hivi kwa sababu ya hivi na hivi, atafunguka yeye mwenyewe. Sasa ni kitu ambacho jaribu kitazama. Sasa kuna issue moja ambao labda tungehitaji maoni yenu muweze kutujuza. Kuna issue moja ambao inahitajika iweze kuwekwa hapo katika episode mpya, ni kwamba Jordan aweze kumpatia mimba Vai. Sasa Vai anakwenda kupata ujauzito wa Jordan. Sasa ujauzito wa Jordan ni kwamba itakuwaje hapo? Itakuwaje? Kwa sababu ni kwamba Manyanya kitu anachokifanya kwamba kwa sasa hivi wamekorofishana, watakaa muda fulani hivi zaidi ya mwezi mmoja hawajafanya chochote, kwa sababu watu wenye ugomvi ni ngumu sana kuweza kufanya kitu chochote. Kwa hivyo kitu kinachoendelea hapo, baada ya muda fulani atasema na ujauzito. Baada ya kupima imeingia lini, itaonekana kwamba mimba hiyo sio
ya manyanya. Kwa hivyo kitu ambacho kitakachofuata hapo itakuwa ni shida tupu na vurugu tupu. Hii ndio dunia. Mambo mengi sana yaliomo, ama hakika ni mengi kinoma noma. Na imani kubwa una mengi sana ya kuweza kutuambia, lakini hiyo ni sehemu moja tu ambayo tumeweza kuizungumzia. Kumbuka tumeweza kuzungumzia vitu vingi sana katika hii episode iliyopita, na katika episode ijayo tutazungumzia vitu vingi sana. Kuna issue ya kliniki hapo, lakini pia moja kati ya scene ambayo pia huenda umeifurahia ni issue ya Mdeme ambao tumemwona kama kawaida anavyojiita midfield kisheti. Kama ulivyoona alijaribu kwenda kumtekenya mfanyakazi yule, hajui, ila sisi tunajua watazamaji kwamba huyu binti ama hakika ni mtu mwenye nguvu, na tumeambiwa kwamba huko alikuwa analima, fanya kazi za kulima. Na tuliona kabisa alimwangusha yule kijana wa Dar es Salaam ambaye alikuwa anamtongoza, kijana yule ambaye anakula unga robo. Sasa yeye anakula unga kilo 2, aliweza kumwangusha chini, kitu ambacho kijaribu kitazama, je, Mdeme ataweza kweli? Kwa sababu kama katishiwa tu vile anataka kukimbia. Hicho kitu ambacho kijaribu kitazama ni kwamba kuna vitu vingi sana. Sasa issue nyingine ambayo ilikuwepo hapa ni issue ya huyu ambaye ni Cindy. Cindy ama hakika kujaribu kutazama ni vitu ambavyo hawezi akavikwepa. Issue ya kuweza kutongozwa ni vitu ambavyo hawezi akavikwepa. Kitu msingi ni kwamba anatakiwa asiwe hivyo, ajaribu kufikiria kuhusu maisha. Kwa sababu kwa sasa hivi sometimes uji ni moja kati ya biashara ambazo ukizifanya hizo inategemeana sasa, kwa sababu hizo ni kazi ambayo ukifanya ama hakika kwa wadada unafahamu, ukijaribu kupiga mahesabu faida ipo ya kutosha. Utanunua unga labda sukari, labda unaweza kununua sukari ukanunua, kwa mfano ukinunua sukari nusu labda 1500 labda nusu, alafu ukachukua unga labda kilo 2 kilo ngapi, alafu ukachemsha uji, ukienda kuuza vikombe 100 au 200 au 300 au kikombe 500 kama umeweka vitu vingi, ama hakika unaweza kujikuta kwamba unapata faida kubwa sana. Kwa hivyo sio biashara kwa jinsi huyo kijana alivyokuwa anaifikiria kwamba ingeweza kuwa hivyo, lakini ni moja kati ya biashara ambayo watu wanaidharau, lakini hawajui kwamba ina pesa. Kitu hicho kutokana na kudharauliwa hivyo, basi hii inapelekea watu waweze kuona kama vile basi ukishafanya hivyo basi wewe unakuwa ni mtu ambaye unajiuza. Ndio maana kijana anakuwa na ujasiri wa kuweza kumtongoza. Sasa ni moja kati ya vitu ambavyo kijaribu kuvitazama, Cindy maisha yake sasa ni ya kitofauti zaidi sasa hivi. Vitu hivyo lazima vitakuwa vingi kweli kweli hadi atakapojutia na kuona hivyo. Lakini kweli anafahamu mambo mengi sana, ndio maana akawa amesema hayo yote. Na imani kubwa unaifuatilia movie hii na unaifurahia, basi naomba uweze kunijuza hapo kwenye comment. Ila cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe.